Nataka ufahamu kwamba mcha Mungu kabisa haogopi kitisho chochote. Haogopi amri yoyote ya kutoka kwa mtu awaye yoyote. Amri ya mfalme haogopi, amri ya rais haogopi, amri yoyote itakayotoka kwa mtawala wa aina yoyote. Mcha Mungu kabisa haogopi na hatishwi na kauli yoyote. Tuwasome hawa kina Shadraka, Meshaki, Abednego jinsi ambavyo wao walisimamia kitu wanachokitumaini na mwisho wake ukawa nini. Danieli 3:16, ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Pamoja na kwamba walitishiwa kwamba msiposujudia hii sanamu yangu mtatupwa kwenye tanuru la moto, wacha Mungu hawatishwi kwa sababu anaishi ndani yao ni Mungu. Hawakuogopa hiyo kauli ya rais, hawakuogopa hiyo kauli ya mfalme. Kivyo vyote vile hawaogopi. Mcha Mungu kabisa. Anayeogopa mcha Mungu, jua hajamjua Mungu vizuri. Ukimjua Mungu vizuri, hakuna jambo lolote litakuja mbele yako utatishwa na mtu wa aina yoyote, huwezi kutishika. 18, bali kama si hivyo, ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Bado walikataa kwa nguvu kubwa. Walisema hatuwezi kukubali kuisujudia hiyo sanamu yako ya dhahabu ulioisimamisha. Sio kizazi cha leo. Sio kizazi cha leo. Cha leo hiki kinaita Mungu lakini ni kiongo. 19, ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watiwe moto ili tanuru mara 7 kuliko desturi yake kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa na jeshi lake kuwafunga Shadraka, Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu walioshika Shadraka, Meshaki na Abednego. Pamoja na kwamba wale majeshi wa askari wa mfalme waliwaambia wawatupe kwenye tanuru la moto, walikuwa tayari kufia kitu wanachokiamini na wanachokitumaini. Walikuwa na uhakika. Mimi na wewe leo hii, je, uko tayari kufia imani yako? Uko tayari kupinga utekaji na ukapata hasara kama Gwajima? Uko tayari? Swali hilo.